Meja ambassador wa mlima hapa Jacaranda. Leo nataka kuongelea mada hii ya governor, deputy governor wa deputy governor wa Mandera, ambapo ametumia lugha ama ametumia mifano ambazo ni za kidini kwa kuonya watu wake ati wasiweze kusupport Rigathi Gachagua. Maana amesema kusupport Gachagua ni kama Muislamu kukula nyama ya nguruwe. Mr. Speaker, matamshi kama hayo hatuwezi yakubali, maana sisi hapa tunaishi kama ndugu na tunaishi kama dada. Na wakati unatumia matamshi kama hayo, sisi kitu ya kwanza hatujui kwa nini hizo dini zingine hazikuli nyama ya nguruwe. Sisi huku kwetu tunajua nyama ya nguruwe ni tamu na iko na afya, na bado hiyo nyama ya nguruwe inakubalika sisi kukula. Chenye tunajua hiyo nyama ya zile nguruwe zenye ziliingiwa na mapepo kwa Biblia, walizituma kwa maji, zote zilikufa. Nguruwe zenye ziko hapa zote, hakuna nguruwe yenye iko na mapepo hapa. Zenye zilikufa na zenye zilikuwa na mapepo zilikufa kwa maji. Ndio sababu sisi tunakula nyama ya nguruwe. Maana mmesema hiyo nyama ya nguruwe ni mbaya, sisi tutaikula. Na mimi nataka kuwaonya ndugu zetu ambao wako na origin ya Kiislamu ya Somali. Hapa Kenya politics za hapa usipige kama mtu mwenye hujaenda shule. Sisi hapa hizi politics tunapiga professional. Huwa tunaweka double chance. Inaweza teleza ikuje kwako ama inaweza anguka pande yangu. Nikianguka pande yako uko safe. Nikianguka tena pande nyingine uko safe. Kwa hivyo my brother ambaye ni deputy governor wa Mandera, ninakuomba kwa roho moja na kwa moyo moja ujaribu withdraw hiyo statement ambayo umetoa na uombe msamaha kwa watu wa mlima. Nikienda kwa mada ambayo ni yetu ya Western Region. Mr. Speaker, saa hii kila mtu ameogopa. Na kila mtu saa hii ameingia baridi. Wanaingia baridi kwa nini? Kwa sababu ya kijana tu mmoja ambaye ni Edwin Sifuna. Kila mtu anamuongelea kwa media, kila mahali Edwin Sifuna anaongelewa. Hadi saa hii watu ambao ni wa Mlembe, viongozi wale ambao tunawajua, wametengeneza mikutano, wanazunguka kila mahali sababu ya hii jina moja tu Edwin Sifuna. Na mimi nataka kuwakumbusha tu ya kwamba hii nyota ya Edwin Sifuna hamtaizima. Nikitumia mfano wa Biblia, kulikuwa na nabii mmoja ambaye alikuwa anaitwa Elijah. Elijah aliambia mfanyikazi wake, enda kule baharini uone kuna nini inatokea wakati kulikuwa na kiangazi. Huyo mfanyikazi wake alienda mara 7. Wakati alirudi mara ya 7, alimwambia nimeona kitu kama mkono ya mwanaume. Akamwambia hiyo ni a sign of rain. Na mimi nataka kuambia hivi, hapa Kenya kuna sign of rain. After a long period of drought, kuna mvua inaenda kunyesha. Na kuna hii mvua ambayo inaenda kunyesha inatokea wapi? Watu, kila mtu amedharau huyu, kila mtu anaongea mambo ambayo ni ya kisiasa, mambo ambayo ni ya kupotosha ili kudidimisha huyu ndugu yangu Edwin Sifuna. Saa hii Western Region tunaenda kutoa chama. Na hii chama ambayo ni tunaenda kuitoa kuanzia tarehe 25 to 26. Hiyo chama ni mvua inaenda kunyesha. There is a sign of hope. Na hii ni tsunami kali sana. Nataka kuwaambia ya kwamba raundi hii watu ambao wameng'ang'ana wametoa Edwin Sifuna kila kitu. Edwin Sifuna alikuwa General Secretary. Edwin Sifuna wamemhakikisha wamemmaliza na kumtoa kila position alikuwa nayo. Lakini mimi nasema hivi, afadhali wamnyang'anyi hizo vyeo zote walimpatia, ndio Edwin Sifuna apate cheo ingine. Asiseme ati alishikwa mkono na mtu fulani, asiseme ati mtu fulani ndiye alimshika mkono akapata hiyo uongozi ama akapata position fulani. Mimi nasema Edwin Sifuna, saa hii hakuna mtu ambaye tunapigia magoti na hakuna mtu ambaye tunaenda kuomba msamaha.
tunaenda kuhakikisha ya kwamba kuanzia leo sisi ndio hao ndio wanatusikiza. Sisi hatutawasikiza tena. Mr. Speaker, saa hizi mimi nawaambia nikiwa ambassador wa Mlima hapa Jacaranda. Mimi nimekuwa huko Mlima, wanahakikisha ya kwamba kura zote ziko safe. Saa hii nataka kuambia wewe Gachagua mwenye mnadharau. Gachagua saa hii ameanza kwenda Embu na anaenda Meru. Inaashiria ya kwamba nini? Hizo kura zote za Mlima zote ziko sawa. Tunaenda kufinya Embu na tunaenda kuchukua za Meru. Zote tuweke kwa kikapu moja. Watu wa Mlima saa hii wanatafuta mahali pa kuweka hizo kura na wajapata. Na wameniambia kwamba hizo kura kuna mahali wanaenda kuweko na hakuna mahali pengine wanaenda kuweka hizo kura kama si hapa kwa Edwin Sifuna. Mimi naambia Kenya yote mzima na naomba vijana wote tujiunge mbele ya kijana wetu Edwin Sifuna, tumsupport. Naambia kuanzia kwa Godfrey Osotsi, simama imara, support huyo kijana mpaka apite. Mimi nashukuru huyu our next governor wa Kakamega County. Huyu anaitwa Dr. Boni Khalwale. Amesema ataenda kuongea na wakina Oparanya. Ataenda kuongea na hao viongozi, aongee paka na Atwoli. Waambie Atwoli kama ni wakati wa Sifuna, mbona tusimpatie uongozi? Mimi nashukuru sana. Na hata sasa kwa ajili ya hiyo kusimama na kusema ukweli, hata mimi sasa nakuombea huko Kakamega Boni Khalwale upite hiyo cheo. Sasa hii hakuna mtu anaweza kutishia huko. Kwa nini? Huyu mwenye ako sasa iko position ni mtu ambaye aliinuliwa mkono na hii chama ya ODM. Sasa hii chama ya ODM hakuna. Hata ukianza kutangaza, hata ukianza kuvaa nguo imeandikwa ODM, wanashangaa hii ODM ya Uburu hii inaenda wapi? Kwa hivyo inaashiria kwamba mtu yoyote mwenye atasimama huko mwenye alishikwa mkono huyo baraza hawezi kushinda. Asante. Kwa shot ya moto. Asante.